So that's jamani. Yeye kundua kumbe jamani anaishitoa around hapo. Mko bie. Tunazaba. We are very ready. Yeah. Basi kuna ndio hapo atasema. Ndio mnatuambia. Cameras ziko bie. Cameras rolling. 3 2 1 and action. Why I did mambo vipi? Welcome back. Kama kawaida mimi naitwa MC Regan Dosi wa MIC. Na leo bwana Abidizani. Yes. Tuna Maiwa na Bwile. Maiwa na Bwile. Yaani mama wanani? Kwa Kiswahili ni mama Wanabwile. Ndio. If I'm not wrong. Mamake na Bwile. Mamake na Bwile najua na story moja amazing sana. Kuna vitu vingi ambavyo hampigi kumhusu, kuna changamoto ambazo amezipitia na decision ambazo ashawahi tengeza, ashawahi zifanya ama maamuzi ambazo ashaizifanya maishani ambazo labda atajutia. Unaishi kwenye regret I say. Maiwa na Bwile? Yes. Karibu. Asante sana, nimefurahi kuwa na nyinyi hapa. Nimeshukuru kunikaribisha. Karibu nyumbani. Hapa ni home, ni Why I Did. Tunazungumza tu hapa, ni talk, hakuna story ya nini. Hapa tunaongea tu story, ni talk tu, ni story. Mimi kwanza niko na swali. Yes, swalisha. Maiwa na Bwile ni nani? Na Nabwile ni nani? Maiwa na Bwile ni jina la content. Huyu mwenye ameketi anaitwa Samuel Mtanda Kinyosi. Samuel Mtanda Kinyosi. Wasema saini kitu pesa ni Samuel Kitanda Kinyosi. Si kitanda. Si kitanda, Mtanda Kinyosi. Yes, lakini nilijibadilisha character ya Maiwa na Bwile. Na Bwile alikuwa anti wangu akafa. Nilijibadilisha hilo jina kumkumbuka kila mara. She was your favorite aunt. Yes. Ndio nikasema sasa nitatumia jina lako. So inspiration imetokea kwa aunt. Yeah. So ukianza hii character, tuseme hii character. Juu hii ni character ambayo labda unafahamu mavazi ya crosswear. Nyumbani wanachukuliaje? Tunapata kwa modern family ukiwa tuko na umebadilika na fila au jamani labda ni mtu ambaye ana fall in love na labda wanaume wenzake. So hapo nyumbani wanachukuliaje baada ya kuona labda unachukua character kama madeni? Mwanzo lilikuwa jambo gumu sana. Nilitatafika kama mimi. Unaona? Mamangu alionyeshwa video ya kwanza na majirani. Wakimwambia mtoto wake ameharibika. Hivi anavaa mavazi ya kike. Amekuwa na tena anajivalisha akienda kwa mtandao. Sio tu ati anavaa hapo kwa mtandao yani. Amejipublish yeye ni mwanamke sasa. Nyumba 10 wamekuja, chief amekuja. Chief alikuja na mkasa. Wakaita mimi wakakalisha chini. Nikasema papa tokaje. Wachana nayo. Kama haujui maana yake kaa chini nikwambie. No, until mimi mwenyewe nikaji-explain na nikawaambia, nikafafanua, nikawapea mifano ya watu ambao wanavaa hizi mavazi na wameweza kusucceed in life. Mtu wa kwanza nilipeana mfano wa Flago. Anavaa mavazi ya kike, ana act kama mama na ni mwanaume na amefaulu katika maisha. True, amefaulu. Kwa ulikuwa mfano wa kwanza. Na vile niliwaambia kweli wakawa na nod kichwa. Si unaona? Baadaye wakakubalia. Na nilisumbua sana kijiji. Mtu wa kwanza kukubali na mimi alikuwa babangu, mamangu, ndio my biggest fan. Si unaona ile kujamazisha ya dad. Si unaona? Venye niliwa explainia kweli wakaona making sense. Na wakaona niko pale kwa kufanya ni content, not any other thing. Lakini watu walikuwa wanapeleka hizo, babangu hakuwa na simu, mamangu hakuwa na mulika mwizi. Si unaona? Sasa hangeziona. Majirani ndo wanampelekea. Jirani baadhi wabaya sana. Wao ni mafans. Sema wabaya. So niulize, okay, demu wako unajua pia tuna date to different. Yes. Naamini kwamba your girlfriend by then alikuwa amevalia hivi. Alilia sana. Demu wangu wa kwanza nikianza content na yeye sina, alijiondoa. Juu ya labda kuvalia marizo ni kwa nini? Kuvalia tu hivi. Plus the comments zenye zilikuwa kwa videos. Akajiondoa. Watu kusema. So ulidilaje na hizi changamoto za watu kutupia matusi kuita majina? Mwanzo nilikuwa nalia kila siku. Nilikuwa nalia like literally na cry. Juu mtu anakwambia kitu chenye haufanyi. Lakini anakuambia, anakuita majina bro. Nimeitwa majina hatari, majina the worst name ushaitwa ni Shoga.
Gay. Wewe ni mkuriaji. Eh, Wewe ni mtafunaji. niliitwa majina Leo siku hizi tunaita forex. forex trader. Katayo mambo Wewe wewe. cheki wasiku down ni wasiku. Please. Usiharibu forex. Usiharibu Exclaimer forex. please, exclaimer please. Please anaita please. Exclaimer, usiharibu forex. Mimi nitatetea forex. Msi strike content pale. Sasa nikaitwa hivyo majina mwanzo nikafika mahali nikazoea sasa. Nikaanza kuona matusi si matusi ni reactions. Juu venye nikampulan venye natakana kulipwa na YouTube ni unalipwa kulingana na views. Na for someone to comment lazima kuwa ameview. So nilikuwa naichukulia kama reaction number 1. Nikasema so fulani ameiona hata kama amenitusi lakini ameiona, ameinteract. Naona sasa view imepanda. So unaona nafurahi. Lakini simjibu, simtusi. Ama kumjibu ni kutuma emoji za kucheka tu. So unaona. Sasa nikawazoea hivyo hivyo until wakakuja wakanielewa. So unaona. Juu kuna mtu tu anaweza kuambia kitu hata wewe uelewi yeye ametoa wapi. So unaona. Nimeitwa shoga, nimeitwa mara mingi sana. Mpaka sasa wenyewe wameniweka to the spotlight. Sasa nikatiwa na mashoga. Umekatiwa? Mara kadhaa. Umechongozwa? Nimetongozwa. Wako! Sure. Wako! Wewe kuna mashoga. Wako! Kuna ndugu zetu. Oh sorry. Kuna wenzetu. Oh sorry. Kuna wale. Na wengine tunawaona tu hivi. Sasa unaona live TikTok, wale wetu ni wabaya. Before tufike kwa wale wabaya. Watakukatia. Hebu niambie text ya kwanza inaingia kwa. Nasema fiti. Kwanza mwingine aliniambia, na hiyo sauti yako inaweza moni vizuri. God damn it. Yes. Just because of the character you're putting on. Unaweza moni vizuri. Nilicheka tu. Lakini unajua nini mai wanakweli? Me one thing I've learned in this industry, kuna fans wenye utamu wakiwa in denial. Huyu jamaa ameinteract na content yako, si ndio? Yes. Ako in denial na like, umza ni mkali lakini unaona? Lakini sasa the more anaendelea kuona content yako, ana change ana tune hiyo mechanic. Yes. Unapata sasa unasema, na by this mayo na bila anatoa content tamu. Umeget? Ndio hiyo sasa. Nani? Wewe ushascore. Nishascore. Yeah. Sasa wale watu ndio nakwambia saa hizi wameanza kukubali kweli ni content. Si unaona? Na sijawahi tu si mtu eti amenikatia. Sijawahi simama wapi nikatangaza. Wacha tu wakatie. Decision yangu. Si unaona? Na mimi kitu huwa nasema the only person who knows a person is a person. Rican, you huwezi simama hapo unite shoga. Not unless you are a shoga. Utajuaje mimi mchawi kama wewe? Utajuaje? Si unaona? You cannot just judge me because of how I'm dressing ama venye naongea. Mimi si kujiumba labda hii sauti ni twist. Nilijipata hivyo. Si unaona? Nilijipata hivyo na siwezi kataa kuongea kwa sababu wewe utanitusi. Lazima nitaongea. Si unaona? Sasa nimekubalia kuitwa majina na sasa hivi I thank God rada imesafishwa. Yes, tunapenda art yako sana. So Mai, pale shule unasoma shule gani? Nimesoma Luanda Primary, nikaenda Luanda Boys High School, nikamalizia pole pole. Class yetu tuko na makinga 252. Niliambiwa ni 120. Tumeambiwa. Unaambiwa ni 120. Sasa ni mimi nilifanya mtihani. Mapaparazi ni mimi nilifanya. Majibu yalikuwa yanauliza. Ulikuwepo? Majirani wametuambia, hapo juzi tukipiga suri zake. Yenyewe alitokea wapi? Tuliambiwa. Tukasema tutembelea shule yako. Sasa kuambiwa. So ni si hivyo sasa. Si hivyo. Sio ni ngapi ule? 252. Karibu umepita. Karibu ni hapo. Ukianza tu 249 ungepata. Bado 252. Na nilipo shule kubwa na hiyo 252. Shule kubwa sana. Nilipo shule kubwa bro. Favor ya Mungu ilikuwa locate. Inakutresa ni kwa bedroom. Mimi nilikuwa nafanya drama primary. Na nilikuwa najulikana na shule mingi. Si unaona? So tulikuwa tukienda hizi games, kwaya, drama, nilikuwa tunajulikana. Samuel Mtanda kanatoka wapi? Luanda Primary. So nilikuwa nishabukiwa ma high school. Yes. So venye nilimaliza walimu walikuwa wanakuja nyumbani na magari.
Unaona? Na sasa kulikuwa na hii mentality ya brother yangu ndo by the way alinifundisha, alikuwa ananilipia school fees. Sasa Anaitwa ni ndo ungemtaja. Gilbert Kinyosi, kakangu mkubwa, kongole, hongera sana, mimi ndio huyu hapa. Si unaona? Sasa mashule zilikuja kunitafuta. Brother yangu akakuwa discouraged na neighbors. Kuna majirani wenye siwezi mention. Wako na pesa hao. Sasa venye waliona naenda shule yenye watoto wao wanaenda na wanaenda kulipa school fees na mimi siendi kulipa school fees, wakakuja wakaambia brother yangu, hizi shule watadanganya mtoto watalipa na hawatalipa. Yatakimasa form 4 watakatalia certificate. Sasa unaona, na juu brother yangu alikuwa na hiyo uoga. Baadaye kwetu wenye tulifika form 4 ni watu wawili. Sure. Wenye tumemaliza form 4. Sasa brother yangu alikuwa na hiyo uoga. Nilipeleka mtoto shule na wakatalia certificate yake. Ndio akanipeleka shule yenye angeweza kulipa school fees. Nilienda kwa hiyo shule na nilikuwa inaanza tu. Mimi ni pioneer. Rwanda Boys. Yes. Si shule kubwa, sasa hivi ni shule kubwa. Hata msingi ni Education. Nilienda pale form 4 nikasoma ilikuwa boys school. Na mimi by the way kitu moja. Nini single school ilishinda. Marafiki wangu walikuwa madem. Sasa si kusurvive kwa boys school. Nilisumbua. Sasa hizi tabia zimeanza back in days. Unaona. Nilisumbua kwa hiyo boys school. Lakini singeongea na mtu. Si unaona? Mimi tu nikuenda vitabu, nimalize na nirudi nyumbani. Ile part of the school. Unaona? Lakini nikifika nyumbani nalia hii shule ni mbaya, chakula ni mbaya, lakini najua walimu ni wabaya. Kuna maskati hivi. Wanapenda warembo maskati. Lakini si mambo ingine. Kukaa tu na watu kicheka tu na vitina. Wasema kusengenya tu walimu tu mapea tu. Unapea majina, nyinyi walimu Unapea nickname. Tutakuwa walimu majina. Mwalimu wako hesabu mlimpea jina gani kwanza ya kitani sana? Navy blue. Kwani alikuwa anapenda hiyo suit. Navy blue. Alikuwa anaitwa nani kwa mfano? Just mention. Navy blue. Alikuwa anapenda navy blue. Tuna every Monday alikuwa anakuja na hiyo suit. Na akivaa hiyo suit mtatandikwa so tulikuwa tumemuita hivyo. Alafu nani cook tulikuwa tunamuita spoon shaker. Why spoon shaker? Wakati wa lunch guru aizipakua tu hivi akupe lazima atashika kiasi ni lazima at food ration unachekesha spoon shaker bana madam mwingine mtukamuita ground shaker. Yes. Alikuwa amejaza bro. Akitembea sindika. Madam Gladys. Mzee alikuwa na mzigo. Labda nifunza pia mimi lakini sitasema. Wallahi unajua there's a Madam Gladys manifunza pia alikuwa na same character. Alikuwa mnyama. Alikuwa amebeba. Ground shaker. Alikuwa tunamuita shaker. Sasa unaona kazi yetu shule. Ilikuwa hivyo. So labda tu umeingia high school sasa. Tuingie kwa grade high school. Pia tunajua tujiambiwa tupigie wambea. Unaona high school ulipiga jembe la mbio. D minor. Karibu na jembe huko. Lakini ni karibu tu. Ni karibu tu. Nilipata D minor. Kusema ukweli nilipata D minor. Okay. It's all about acceptance. Sometimes wasemanga intelligence ya tuimishi kwa true. Unajua kuna elimu darasa na kuna elimu dunia. Wengi tunafeli kwa kutoelewa elimu dunia. Wengi tunaogopa sababu tulifeli darasani. Sababu kwamba dunia ina mambo yake. Sasa utapata kwamba mtu ambaye alipata D ama E ameemploy mtu ambaye alipiga. So before tuendelee, hebu ongea na ule kijana ambaye labda alipiga shule kwa vizuri. Lakini in Africa, when you fail exam, when you fail school, you feel like you're failing life. Ilikuwa hivyo. Sasa nilikuwa nakuja nipata D minor na brother yangu alinirudisha tena shule. Form 4. So nilifanya form 4 mara mbili. Tena nikapata D minor. Ulikuwa mpumbavu.
Ilikuwa ujinga. Hapo ni yako. Hata kupeleka wapi. Kapiga nenda. Nilimkataza. Nilimkaa nikamwambia mimi sirudi shule. Akakataa. Nipenda twice. Urudi shule, nikakataa. Aha. Unaona? Anasema rudi shule, mimi nikakataa. Akaniambia sasa wewe unataka aje? Si unaona? Mimi nikamwambia basi nipeleke boarding school. Ndo nitakaa. Akanipeleka bado. Ukatoka karibu na nani sasa? Nilienda bro high school, nikarudia tena form 4. Na watoto walikuwa wametoka sasa form 3. Watoto wako walikuwa wananiita form 5. Walikuwa wananiita form 5. Nikaanza tena kusumbua hiyo shule. Kusinika wanipee 2x. Hawanipei hata sishikwi. Hata ushikwi. Kwanza unatumia kama good example sasa. Tikweni kama na. Bwana mwenzenu amerudia form 4 lakini ametulia. Sijalala kwa dorm. Si unaona? Nikasumbua bado. Nilipata tu D-. So 7 points. So labda baada ya kupata wazazi walichukuliaje umerudia hiyo brother umepata D- twice as a parent unaweza kuja. I'm very sorry to say this. You need to disappoint brother yangu. Si unaona? Sasa akaniachia ulimwengu. Akasema Nimekusaidia. Sasa nimefika hapo. Si unaona? Sasa hapo ndo story yangu inaanzia. Aliniacha venye nimaliza form 4 nikapata D. Akaniambia sasa jitegemee. Juu hiyo hakuna penye itakupeleka. Na mimi nikaapa, nikasema sitamfanya aliye. Si unaona? Nilitoka Bungoma nikaenda Nairobi. Niliitwa Nairobi, kuna madam fulani askari, nikawa nafanya kazi ya kuuza maziwa kwa ATM. Kwa anakuja na kupimia 30 mashine inatoa maziwa. So nika Nairobi, hiyo madam akapewa transfer, ilibidi transfer na kazi yake, nikakosa kazi. Nikaenda kujitegemea. Nilisha hapo mradi Embakasi Village. Si unaona? Bila kazi. Nienda kwa nyumba kangu kama bati pale nilikuwa nalipa 2500. Kwa nyumba kama ichaka hivi na nilikuwa napikia kwa coil. Si ndio? Mvua ikinyesha hiyo nyumba si friend yako. Ukicheka hivi kwa mabati. Wewe umeshashika kwenye mabati. Niko shule mimi nilishika kwenye mabati wakati wa joto. Hivyo. Wanga kwa kimombo at the room inside and outside they are proportional. Ndio hiyo sasa. Sasa kutoka pa nikaishisha hapo na bila kazi tu naenda tu na hustle mjengo nini lakini tena nikakuwa na shida ya na uzito kwa inakuwa inaniuma. So nikawa na shida sana. Nikasema mbona najitesa? Shika tu. Just see. No problem. Just see. Hebu pele maana papa. Hey mala anakumukutana ya hope kindly. Okay. Let me take you to your place to Kutane Airport. Pandisha ndege. Pandisha ndege. Sasa nilikuwa nimefika kwa hiyo nyumba. Sababu hiyo nyumba maisha ikawa inanishinda. Si unaona? Nikasema naweza fanya nini? Bana nikaona watu TikTok bana wanaenjoy maisha bana wanafanya content. Si ndio? Nikasema mimi nani nilikuwa nafanya content shule. Nilikuwa kwa drama. Nilikuwa na play female character kwa plays. Si unaona? Nilipea shule by the way nini? Trophies. Wow. Yes. Niliwapea Rwanda boys wherever you are. Niliwapatia. The principal kwa nani ndio? Alikuwa anaitwa nani? Robert. Alitoka lakini akaenda hivyo. Sasa nikaanza content Nairobi. Niliona watu TikTok. Mwanangu nikajifunika nini towel yangu ya kuoga kwa kichwa. Nikachukua sheet. Nikajifunika kama mama. Na wanaanza sasa kusumbua nikaanza kibukufu yangu hapa. Nilikuwa na huyu mtoto anaitwa Nabwile ni Dan. Tulikuwa tu peke yetu. Akasema tufanye nini? Na sasa hapo ndo nikafungua TikTok account. Si ndio? Nikaanza nimepiga mchele yangu hapo bana na waru. Hata watu walidhaniaka labda ilikuwa ya content. Ilikuwa chakula yangu ya kukula. Watu wengine walikuwa wanajua nimehaisha hiyo nyumba for content creation. Na hiyo place ilikuwa yangu ya kulala.
Ukienda kwa video zangu hapo chini ndo utaelewa kitu nasema, hiyo video bado iko. Si unaona? So nikaposti hiyo video. Bana nilifanya vizuri. Yetu ya kwanza tu. Sasa nikajiongelesha kama huyo mama mzee, watoto wanamsumbua. Si unaona? Iligonga views na likes. Hiyo video ikapo bado ukienda utaiona. So venye nitoka hapo bana, watu kaanza kupenda, huyu mshosho anahurumisha nini. Na watu wengine wakakuja wakaona kweli huyu ni mshosho. Watu hawakujua kama huyu ni mwanaume. Watu walijua baadaye ilitoka tu yenyewe. Karate kajipa. Kwa behave kama mama mwenyewe. Bana monani amgeni kama sema nipige kazi, nipige shughuli, nikuje nifike tena ni WhatsApp. Mko tu apata mhurumii mama yenu. Hamuoni hata nimechoka, nimeshughulika. Na nahurumia pale, ilikuwa kingine emotional sana. Your first content that. Yes. Na nilikuwa tu Nairobi bado. Sasa kitu ilini encourage ni venye viewers ilikuwa mingi Na kwanda zikapanda. Si unaona? Mimi qualify kuingia live na siku moja kwa TikTok. Yes. Na siku moja hivi ilipa nini followers wengi. Wasichana wa girls wakanifuata, watu wa Kenya tu hawa, nikaanza kujiona kwa status. Unaona? Unatembea mtu anakuta nilikuwa na mali. sasa ni huyu bana. Ni aje? Ni mimi nasema, kwani una active bana? Una kitu kama mama aje? Nimeona nimejituma tu hivyo. So ikani encourage, nikaanza kupata watu wananisaidia. So venye nilienda live kwa TikTok, niliingia tu kwa hiyo nyumba yangu. Ndio nikasema, kwani unaishi hapo? Mimi naishi hapa. Kuna msichana anaitwa Sly. Akakuwa Nairobi, alikuwa fan wangu. Akanitumanishia duvet. Nilikuwa nalala. Jumalazi yangu ilikuwa mbaya bro. Nilingangana Nairobi ni kama yatima bwana. Kama umekula shida. Nilikuwa shida bwana Nairobi. Au kufikiria kurudi huko. Sasa ndo nikarudi baadaye, lakini kote nilikuwa imenini. Ushaenda. Nasema sasa hapa nitafanya nini? Na kitu tena nilifanya rudi Nairobi, huyo mama wa plot pia alinifukuza. Nilikuwa napiga kelele hapo. Alafu ni Mabati. Nilikuwa napiga kelele na usiku nikiingia live, sasa watu hawalali. Tap. Na hiyo tap guys, tap the screen, tap follow my one vile guys. Hata sasa sijui hizo follow. Na tap. Sijaelewa ile algorithm ya TikTok. Tap. Nishaenda live. Najipata pia nimeanza tap. What happens? Ukitap hiyo ni like. Every tap is a like. Every tap. Yes. So unaona tap. Na the more they tap, life inakuwa strong. Viewers wengi wanakuja. So unaona? So ndo unaona watu tap. Niliona na tap bana, watu walali. Ngoja, Mayo nakweli, I have a question. Hii algorithm, one person is equals to one view. Haiwaki hivyo? Hivyo. Mbona ukitap mara 10 upata likes 10? That is live. Oh, you live. Live. Alright, I get it. Yes. Live. But naambiwa TikTok nikiview zaidi one video nikiview mara so account so kama ni account moja. I think hata YouTube iko hivyo. YouTube iko hivyo. YouTube iko hivyo? Yeah. Ukiwatch mara mbili na hiyo ni views mbili. Kwa hivyo. Yes, views inatoka kwa account. Venye wewe Instagram umeview content yangu. That is YouTube. Hiyo ni view moja. Usiniambie tena kesho ni wewe. Bado itakaa mbivu. Juu ni YouTube works a little different. Unapata like mimi kama subscriber mmoja. Yes. Naona. Lakini kama content yako mimi naweza kuwa naamka kila siku. Kila siku naamka na watch. Hiyo ni view bado. Hiyo ni view nakupea kila siku. Woi. Usianze kuview tu kila siku basi. Si unafanya hivi kama account ni yako. Mimi nimejiview mara so. Kama account ni yako lakini labda kwa siku najiview mara kama so. Kila time naingia na refresh. Umeona? Account. Umenifunza kitu basi. Algorithm I think na work different. That's why nimetaka kuelewa hii ya TikTok pia juu. Mimi TikTok by then nilinawa mkono. Ninapost vitu hapo juu niko na content ya kupost. Lakini sijaelewa vile. Mimi hata sijaelewa TikTok, but mimi ni fan wa TikTok bana. TikTok inataka consistency. Kama hiyo. So tuone leo umefuzwa. What do I do? Nika call mamangu. Mamangu ni mzuri.
aliniambia si kuja nyumbani. Unataka nini? Kijana na Kuja tu nyumbani. Kuja tu. Ichasema hono tupu. Kuja Huku ni tu. kweli. Kuja tu nyumbani. Sitaki sukari yako. Nikisema ulete sukari utakufia huko. Wewe kuja tu. Nilikuwa naogopa bana, uko Nairobi watu kijiji wanajua uko Nairobi. sasa ulichukulia nimerudi nyumbani sasa. Na nitoka kama live imenichapa bana, nimekonda si hata sikai mtu nimetoka Nairobi. Nikakuja nyumbani bana, lakini reception ya mama yangu ilikuwa fiti. Aya akakuja kwanza kukula viazi. Baka kaona tena nikasema sasa acha nipige content tu kwetu. Si unaona? Na imepika. Imepiki kufiti. Ya ikapiki. I think mimi ni watu wa kwanza kucheki content ya bro. I think sina watu wa kwanza. Mimi kitu kinifurahisha like is a guy Kimilili simjui sijamwita Musungu nimekuona na wewe. Umefanya nikamjua nikaenda kwa TikTok yake ona na certain lady. Yes, they are so amazing. They are so amazing. So amazing. Najivunia. Najivunia pia. Tunamkaribisha. Anaitwa na the boy anaitwa nani? Musungu na the lady anajiita Maiwa Mzungu. Sasa hivi the real name wako poa, washikilie. Wako poa ya. Wako poa. I love their content. So nikuulize bro, kwa skits zako zote content umecreate. Gani tu unasema ile ilitoa? Ilikuwa kubwa, ilikuwa Simba. Ina ilikuwa mbaya. Yenye ilinitoa mambo na shule. Nilifanya na Nabwile wangu. Nilitoa wakati wa release for exams results. So nikawa na kumlilia mtoto wangu. Alikuja na nini? Alikuja na sasa siko friendly. Kupeleka mama mmoja alipiga mama mwenye Daudi Maina. Yaani ungwa na mkia. Hiyo skit nilifanya nilimvuruga. Mpaka nikamwambia hata umedi peke yake atapata kazi. Mjinga hivi hata atakuacha mtoto utapika mtoto wenyewe ukule. Lakini producer anafaa tuoneshe hiyo video. Inafaa hiyo video sasa. Hiyo video pale tuangalie the first clip ya Maiwa na Glade ndaje. Na tena nilikuwa na vazi lingine kumeraruka mpaka namwambia ona venye navaa mamako na ngangana na kulipia school fees na make sure uko na socks mpya every time. Uko na kiatu only to give me an E. Surely. Wazazi expectation from na hiyo sasa ndio ilienda na ilitoa at the rightful time. Kwa sababu ndio walikuwa release exams. Watu hapo comments zilikuwa tu na ilienda bwana. Hapo nikaona watu wanaanza kutafuta. Sasa hiyo ni one. Nyingine tu nilio ya kwanza nikifanyia na hiyo. Hiyo. Hiyo tu kwa ndio ya kwanza. Bana ilinitoa. Na niulize, do you still act na Wile? Yes, I do. Juzi nimeona content yao na Wile akiongea akisema kuna mtu anakupigia vita. Mtu ni nani? Watu tu. Alikuwa specific kwa mtu. The guy was specific. Na Wile was very specific kwa line yake. Sema kuna watu ulioshika mkono but leo hao wanakufanya kurudisha nyuma. Mambo ni mengi kuinje. Unaona mimi kama Maiwa na Wile, sijui mimi si mchoyo ama sijui niseme nini. Kila mtu mwenye anakuja tufanye content mimi hujitoa tufanye na yeye. Si unaona? Na ikafika mahali watu nilianza nao kuwasaidia, nikisaidia mwingine wanaona vibaya tena. Si unaona? Lakini nikifanya leo content na mtu mwingine anaona kwani Maiwa hakuniita leo kumbe kuna mtu fulani ama amenitoka. Na sasa hawasemi waniambii, wanakaa wenyewe wanajiongelesha. Sasa unaona discussion inaendelea yenyewe mwenyewe ujui. Na sasa hiyo report ikafikia na Wile. Na Wile huwa ana react. Bila anaongea. Mimi huwa si react mambo na nini social media. Si react lakini yeye bana ana react. Mpaka nikamwambia unafanya hivi. Jana feel unajua usaliti unaumiza sana. Kwanza kwa mtu ambaye umemsaidia. Bana nimesaidia watu lakini bana wananigonga mawe. Unajua hiyo vita si ati ni wewe peke yako. Nimesikia previously content creators wengi wakilament wako like nilishika huyu jamaa mkono tukasonga tukapiga shughuli 1 2 3 ikafika point kwenye na mostly nimetry ku analyze story unapata when the breaking point comes. Yeah. Sasa jamaa anaona kama sasa nasikia kuna hiyo wanasema ati watadai walikumake.
si wangejimake. Unaweza pata in some point yes walikumake tu, tulikusupport, tumekuwa hapo, tumekuwa na pay views, tumekuwa tunaku nugget, but tunafika hapo juu unajiona sasa ai si mngejimake na nitokea. Mbona kiburi, mbona mtu akipata tu numbers ama celebrity kiburi? Kwanza kwa nini content creators, mimi nimewaka na so many content creators ambao walikuwa wanakuja even artist waimbaji wanakuja studio na syllabus na wapea fair na wafanya kile tu, but once wame hit ukiwapigia wanakwambia talk to my manager, talk to my manager. Okay, si vibaya, it's a corporate world, but kwa ule mtu ambaye mlijiona kabla ya manager, huyu manager ukuta wakati wale kuna watu walikuja, wewe ndio unafoni introduce kwa manager wao, wewe ndio unafoni ambie manager ongea na huyu kuna kitu tumeongea. Si wewe ni tume kwa manager na mimi nakutoa wewe. Hesabu gani ama inawaka? Unajua maybe the corporate world inawaka. Tuelewi, labda tuelewi. Kuna watu wanashangaa mbona master ubadilika? Mbona? Okay, mimi Kama hata niliingia wewe. Unasema tunakugusa. Umeniguza roho. Hiyo ni BTS, hiyo ni inauma sana. Inamuuma. Watu badilika. Nini? Okay, ni si ndio ile the corporate world ama ni hii chemistry mimi niendelee mtu anachange kidogo. To be honest, mimi nasema management inaweza fanya mtu abadilike. Unafika mahali na wanakuambia sasa, wanakupea mipaka, usipite hapa. Hata mpaka kufanya kwenda na watu wengine, lazima upitie kwa management. Yes, niko willing mimi. Unaona? Lakini nikikuja bila kuambia management, watani question. Mayo na Bwire, if you say that is it, ndio? Sasa wewe umeletwa, wewe kama msanii, ndio? Management wamekuwa approach ama ndio approach? Ku approach management, kutafuta management ama management. Will you approach ama how ndo ataku approach? Wengine wana approach like content creator mwingine anaweza tafuta management na kuna management inaweza watakusupport. So and I'm very sorry because mimi hata sijui kama niko na manager. Sasa nimekuwa nakuja najaribu kuangalia. Unajua the point ukikuja now you have a manager, ndio? Management comes in, ndio? Management watakuja na contract wakwambia Mayo na Bwire, sisi kama management tutataka hii na hii na hii, go through this contract, sign. Wewe personally, unajua sasa hapo you are looking for a manager when you are to manage, but wewe personally can you manage yourself? You cannot manage yourself. You cannot. Mimi personally siwezi manage, si unaona? Lakini sina manager. I have a friend who acts like a manager. Lakini hatujaenda tukasaini mahali. Yeah, hapo ndio nilikuwa nakuja sasa juu. I believe in our culture right now, most of the content creators, artists wanafungwa na contract. Yes. Umeona? Wao umeletwa contract wanakuambia wewe umesema management nini ndio hii contract, this is how we work. Hawajakuweka kwa negotiating table wakwambie wewe unataka aje, sisi tunataka hivi, wewe unataka aje. Wanakwamba print the document, it's ready, wewe usign. Kama utaki ishia, unajua inafaa to come to a sense yenyewe before you sign that contract, you are the artist, you are the one being managed, you are the product of that company. Yes. Yes. Inafaa kuulize wewe unataka aje, you are the one to decide the terms of that contract. But unajua in terms of contract most wanapata artist wa desperate, hakuna njia ya kutoka. So for artist to take your time na kurealize na fast hiyo something juu katika contract tunasema terms and conditions. Hapa kwa terms unaweza kuambia ni aje, every month ama every after week tutakuwa na kwa mfano $1 million ama $100 kwa mfano. Lakini unakuja condition nakwambia for you to get this money we need like for you to get that money in a week tunataka labda a week umetengeneza 1 million views. Official hapa kwa condition kuja kwa views, wasanii wengi ubaki hapa kwa terms. Tutakulipa $1,000,000 anafurahia. Then ukija kwa condition wanakwambia for you kupea do lazima utengeneze 1 million views. Sijui kama hiyo ndio inasumbua wasanii. Hata sisi katika industry ambayo tunaenda labda tunika class. Hata nishawahi sign contract fake. Nilibaki wale American will pay you $100K. Bro, unajua niliona napewa $25K. But hapa juu condition sikusoma.
Condition kama inaniambia vitu zingine siwezi ongea. But hapa juu ameniambia atalipa 100k on a condition. Na si kwa achieve hizo condition. They to pay me 25k. So mwisho unapata msanii pia amesema management wameniibia. Wataniibia. So hiyo knowledge na knowledge. So unajua sasa pia knowledge is power, si ndio? Wewe mwenyewe but actually nilikuwa nakuja kwa point ile si kumaliza like msanii sema kama sisi, si ndio? You are given that contract. Wewe mwenyewe hauna hiyo uwezo ya kuinterpret all the vipengele kwa hiyo contract. Useme bana hiyo anataka hii condition ni hii. Umeona? Wewe uko desperate, you feel like I need this management to work. Una sign. Umeona? Bado unakuja kusema watu wananitapeli. Nani anatapeli nani? Wewe mwenyewe ndo mtapeli wa kwanza. Utasoma vitu uelewe. So I think pia artist wetu like mimi na Bwili nyinyi kwa industry mmetapeliwa, mmeibiwa na ndio wale wa scam. Nini mnafanya kumshow pia wanaokuja usikishi? Yeah. The young generation ambayo inakuja wasiibiwe na wasitapeliwe. What are you doing? Aje maiwa na Bwili. Kutapeliwa ni kwamba inaanza kama wanajua una management kwanza. Juu tunaweza itwa kazi mahali kwa kilabu ama wewe uileteni watu mahali na sasa venye mmekaa meza wanaanza kusema tunataka Maiwa na Bwili. Who can reach out? Maiwa na Bwili. Kwa hiyo table mtu atajitokeza labda ameweka rafiki yako. Yes, mimi naweza waletea Maiwa na Bwili. Na wanasema na Maiwa na Bwili huyu anaweza chukua pesa ngapi? Wewe ukimpiga mbao iko sawa. Na the person anajua vizuri Maiwa na Bwili ako desperate hana do. Anakuwa approach. Anakuambia bro, kuna tao mbili mahali chukua. Unatengeneza platform. Kwanza hizo ya platform. Hii platform hiyo unakuja vizuri. Wacha tumalize alafu tuje kwa platform. Unatengeneza platform. Ndio. Yes. Sina. Mimi nitachangamka 2k. Kwenda tu mahali tu. Nafala amepewa 20k. Sasa unakwambia utapia platform. Yes. Na kwanza nakulipia fare, anamwambia kulipia fare. Na ndio. Nitakulipia fare na pay lunch. Na uweke place kama hapa Amos Villa wewe unafika event unapata event iko na ni kubwa, unakuja umekuja Amos Villa. Unaona wamekuweka kwa poster, una share poster, kushare, una hype show. Wewe unatoka na 2000 bro. Mtu amekula na 18000 zako wewe ujui. Hiyo ni ya kwanza kwa sababu anajua una management na ameona penye unatoka, hakuna mtu anaweza mquestion. Na anajua vizuri hauna nguvu ya kuquestion hiyo kilabu wamekuita. Hakuna. Sasa watu wanakutoka hivyo. Mimi nimekuliwa tu vizuri. Before channel. Sema uliingia siku ya fala. Kwa fala mbaya sana. Lakini ulikuwa unapiga kazi hiyo time. Maana nilifika tu mahali bana tu ilikuwa kitu Maiwa na Bwili. Si unaona? Nikaitwa bana. Kuna mtu anakungalia. Unajua wewe ni celeb. Mtu anakungalia tu bana. Na huyu Mungu, mimi venye nilijua kumbe si kupewa pesa inahitajika. Tumekaa tu hivi. Hizo mapepa zinakuja venye umelipa wasanii. Naona tu Maiwa na Bwili 30000 tick. Bwana nimepewa ban, nimepewa 4k. Napo umeandika 30 Maiwa na Bwili. Na umeweka tiki, yani si eti nini? Kwanza umestam. Sasa hiyo yani pesa ilishatoka. Sasa ni management ya hiyo club. Wamesema wamelipa Maiwa na Bwili 30, wanaenda kuonyesha director the owner. Anatoa hizo pesa. Si una washakulia. So utapeli inaanzia hapo. Si unaona? Tunaweza fanya ndio kustop kitu. Sijui tunaweza fanya tu aje. Okay. Lakini mimi nilikuwa nakata. Saa hizi nikiona wanang'ara, na siendi tu. So that wakikuquestion na unasema tu hiyo haungenipa 4k na nimeitoa mahali ya 6k. Si unaona? Unasema 4k bana, si ilikuwa tukupee 30. Mimi sikuambiwa hivyo. So adui watafunane wao kwa wao. You are rating. Rate. Ile brand rating. Aki sina rates. Tuna negotiate. Yes. But I had a point in what I was later in reference to content creation. There was a time here back then, not even some many years ago. I was into I'm still, but into the fashion industry. So ulikuwa unapata kukiwa na any, because you can attest to this. Kukiwa na any event ya fashion ikwe modeling.
mwisho wa siku models walikuwa wanapiga nduru. Why? Unapata wameka kwa poster 100,000, sio? That's the grand prize. Winner inafaa kupata hata si grand, hiyo ndio winner apate 100,000. How do you understand the word grand? Okay, grand prize can become, it's a grand prize for us for the make it so akika 500,000 as the grand prize, winner inafaa kule kama 150 ama nini, una get? But sasa wamekwambia winner inafaa pata 100,000 for the Mr and the Miss. First runners anakula 50-50. Huyu mwingine anakula 30-30. Sawa? Siko kwa poster hiyo ni kama unajua in such an event the poster is like the contract. Okay? Before you go to the contract unakonga umeona poster umeona the prize hii naweza kula vizuri hapa acha niende ndio kupatie contract, ndio? So umeenda event umetafuta designer, umeshughulika, umefanya nini? Umehaya mangu. Umehaya then unakuwa winner hii 100,000. Nasikia unakwambia ati kuja tuongee kwa ofisi wanakupiga 20 ama 10,000. Na hivyo ndio story inaisha. Umeona? So that was the ask. So not the remedy, the solution. Yenye tulikaa chini kama fashionistas na models tukaangalia what can we do to change this narrative? Tuko na something like an umbrella or a union. Yes. Umeona? Yenye before wende event yoyote tumeposta hapa kwa hii union. Tuiangalie, tuchambue nani ndio organizer, nani ndio anatoa hiyo pesa, na hiyo pesa iko. Umeget? Ndio tukwambia haya. Sisi kama hii union yetu tumewapea go ahead you can contest. But you know, I feel like content creators nafaa kuja na kitu kama hiyo. Artists nafaa kuja na kitu kama hiyo. You know, watu wanatuibia ni sisi wenyewe. Hakuna msee anatoka nje kuibia. Msee anakuibia ni msee anaelewa hii. So I think even the models, the same people when I was scam, the same model. The same people wanna scam content creators, comedians, the same people wanna scam media, wanna scam journalists and art at large. This is wenyewe. I think mimi solution ni wasiwa kwenda poster hawezi funga mtu na poster. Ndio siku continue anakwambia ni hata with the contract. Okay, uta provide contract. Okay, uta provide contract. Kwa ni fala vile nilisema pale. Contract kuna clause moja tu bro. Wamekupaka paka mafuta kwa hiyo contract. One clause. Nakwambia bro, hii kwanza walisema unakuja for in a time for free. Wamekupaka yote chini. Unatudai nini? Unatudai nini? By the lawyer kipitia chini anaangalia ni aje contract kweli huwezi mfunga. Na hiyo incident imetokea rafiki yangu mmoja alisaini contract fake. Like pia mimi shaisaidiza makontrakt mimi sijui. Before nitanuke kumbe msana nibia ni msema. Ni ami mwenyewe labda mimi naibia ami. So could delay issue, I think, as content creators, to involve lawyers, wakili. Kulipia wakili si expensive. Unataka rafiki yako kwa mfano, like me say, if you beat me up, mimi kuna lawyer na pesa. Sisi na kuna pesa mimi na kwa mfano unaweza kwa kila mwezi. Unapea 500. Case hiyo isikue, huni lawyer wako na law firm. In case of anything, wewe jamaa atachukua hiyo pesa yake na kushika nyumbani. But sasa sisi avoid to spend. Tunataka cheap na always cheaper than expensive. So what mean is I urge the comedian and her field ya entertainment army like you, tafuta msaidizi wakili. Wakili watakusaidia law firms. Wasome contact zetu. Hata tu mtu akunyime kazi. But that one will come after. Not after you've created that union. You have a union kama content creators. Sasa najiambia na kwa union tunahitaji nani? Tunahitaji lawyer wetu. Tunahitaji spokesperson wetu. Tunahitaji yani kuna ile organogram fulani yani kuna mpangilio fulani kwa hiyo union. Yenyewe kukiwa na any case, wewe kama content creator sio wewe ndio unabebana na mzigo kwenda kwa. Wewe unakuja kuambia tu lawyer bana kuna majamaa fulani hapa na hapo anifanyia hivi na hivyo angalia contract ambaye kama unaweza waika ndani. Na unapatanga most of the people wanamoka through that. Kuna watu wengine wananikoshoa si content imo. Unajua case hiyo contract na kuomosha. Sheria inasema naweza kushtaki even after 100 years. Yeah, bora contract. Utoroke uende Uganda ushinde yako. Ukija mimi nitakushtaki na kwanza pesa inaongezeka. Silio nasema bana damage ya miaka 15 nimefanyia client wangu. Weka yote kwa mshahara. Hapa tuna discuss. Tafadhali kama wewe ni mwanasheria. Disclaimer. Ingia pale kwa comment section. Please tusaidie. Tusaidie. Tafuta lawyer. Vijana wanaibiwa. Siku nyingi tunaja youths kwamba hawajitumi. Ati huyo kijana ajitume mja kwa drug. No. Kuna watu wanafanya tuingia kwa depression mja kwa drug. The only way tunaweza solve issue zetu na drug. Sisi wenyewe. That's why mimi nasemaga
don't judge. Don't judge. Before mtu aingie kwa drug, hakuna mtu alizaliwa leo akasema atakuwa mlevi, ama atakuwa mwizi, ama atakuwa malaya. Kwa hiyo bila kuna mtu anamkaliwa sema huyo asema. Experiences are life. Experiences. Tuna meet dunia inatubadilisha. Na hii dunia inatubadilisha huenda ni mtu alifanya kitu. Like a woman mwenye amerepiwa, msichana amerepiwa. Do you think anapendwa na huyo? Mtu pia amekuwa mwanaume ambaye pia amefanyiwa kitu kibaya. You see? So kuna watu tunakuropa child trauma zinakuja za affect. Not affect in future. In future. So pia malezi sometimes. See? So back to Mayo na vile mwisho siku tafuta sheria, tafuta lawyer. Hii dunia ishi kwa sheria. Ushasema. Ishi kwa sheria. Na nimekupea dawa, tafuta a lawyer mwenye unamuelewa. Mpe hata sombi dada. Kuna mimi na marafiki zangu wakaenda tumsome. Mbe bro ni hata wewe beshte yangu unda urafiki nao. Tukishinda kesi tukule vizuri. Tukula vizuri. Wewe nakwambia na obvious utashinda. Law firm bana. Una kesi za talent. Kesi za talent. Hiyo ni copyright. Tick. It's a copyright thing. Mimi siwezi tumia jina yako kula pesa. Copyright thing hainaga ati bla bla. Siwezi jitamaiwa na kuile. Unajua hiyo contract ina kuprotect sana. Mimi na ukadi za time huwa ina fix. Tulipanga events some good place huko away hata si Bungoma. Huko Mombasa Malindi huko. Na katikati ya show. Unaona venye tuko na riga na kuna mic amechangamka ni nini? Yes. Nasikia tu moto inatoa. Speakers zinatoa tu moto huko nyuma. So unajua hapo makosa, okay, makosa si yangu. Si mimi nimeenda kwa huko. Ndio. Yes. But sasa mwenye sound anakuja ku complain ako like I'm suing you guys, mmenaribia instruments zangu. Umeona? So unajua sisi tuko desperate, sisi hatuna lawyer nini tumejikunja kwa kona. Hadi unatamani kutoroka. Ujifanye. Umeona? Na umamka asubuhi uko na deni. Unajua venye events ziko. Juu sasa ikishachoma event imechomeka. Imechomeka. Umeona? So uko na deni za hao service providers, hiyo mso sound ndio yako na wewe. So tulikaa chini tukafikiria tufanye aje. Tunatafuta friend mwenye ni lawyer. Alikatugada akatuuliza, sound nani nafaa set sound? Ati news ama mwenye alileta. Huyo sisi tulishakulipa, si ndio? You are a service provider. Unajua kesi ligeuka. Wakija kamwambia wewe venye ulikuja kuset sound, ulitest. Nani alifuayo sound? Yeye na vijana wake. Na ilifaa tuachie. Sisi tulipewa mic tu. Na ilifaa tuachie mtu mmoja wa kuangalia sound and everything. Do you know kesi ile mgeukia ikakuwa sasa yeye ndo alifail event. Aliharibu event. Na inafaa tulipe. Na alikuwa amelipwa. Unaona venye contract za kukolea na lawyer. Before to exhaust kwa issues za setups. Kuna story nilisoma mahali. Your girlfriend. Uko na mabeshi tu. Marafiki zangu like hivi. So marafiki zangu wanajua mimi nakuwa na do. Mimi nakuwa na pesa mbaya. Wanakuja wanambia demu wangu ndio niaje. Msema ndio ni kweli. Sizo mapepa zote jojenye wanaenda usi wanaandika madaktari nyinyi. Ama daktari wanaandika barua za rape please. Watu wengi wanaumia sana. So daktari akasign contract, akasign hizo staff nini. Demu akaripoti kesi kotini. Fika kotini, chailo akamwambia okay ni ndio nasema ile ripoti demu yako ni sawa. Sema demu yako evidence ni gani? Prove to us ni demu yako. Jamaa akatoa messages, chats nini. Wakaambia demu akaambia umse tuma M-Pesa jina si ya demu. Yuauma utuma M-Pesa evidence imepotea. Hiyo namba si ya msichana. So wamecancel kwanza. Na get. Okay, wameongelea sex ilikuwa tamu ilikuwa nini venye ananipeaje. So kitu ilimsaidia ni ile kumbe before alikuwa amemeet. Dema kuja kumwambia nianze. Mimi nakuzungumzia. Na kumbe jamaa kwa anaikodi voice note. Kumbe mimi usiponilipa 500k sikuwa chini. You see what happened? Kesi iliyokia the lady. Nasikia leo the lady hapo ndani pia damages. So you need to have evidence. Unaweza moka job kama mtu anakuja na tena na kutapeli, kumbe anakufungulia njia sasa atakulipa. Unaona kwa nyumba tunakuja hivi. Iwe lesson kwa watu wanajifanya wajanja. True. Unaona vile watu wanaumia sababu ya kitu jamani. Like you instance naomba. Your guy, even your friend, anakufriend. Kama umepata time tu katembea tu kwa the prisons. You hear a lot of untold stories. Na most of them watu wengi wenye wako innocent. Very innocent. So tunataka tutoe hiyo innocence.
Tujue hizi vitu ziko. Even your girlfriend, even your friend can fuck you up. Unaona Maiwa na vile sahii watu wanakuzunguka wamepiga life yako leo. Au kwa jule sana. Wamekuja na interest. Hatusemi kwamba uwafude ama uwaavoid. Wapokea lakini hivi. Smart. The same people and the same people are not for. Yes. But the best thing, elewa Sheria muhimu. Tuko tumefika wapi? Tumefika tumeongea mengi. Ongea mambo mengi sana. Mimi nataka kuuza Maiwa na Bure. Why I did podcast. Ndio. Why did you become Maiwa? When you were young, ulikuwa kwa nani? Before kwa Maiwa. Mimi nilikuwa nataka kufanya utangazaji. Ikiripotea ilikuwa kwenye Rwanda. Ikiripotea Rwanda mimi ni Samuel Mtanda kinyosi. Lakini nilifeli terribly. Unasema English ulipata Sio tushamaliza. Wewe tu sikuhitimu kiwango cha kufanya mass communication. Sasa sikufaulu. Lakini waacha kusema eti English nilipata. Waachana nyuma. Achana hiyo mambo. Huko tushamaliza. Nini unaturudisha nyuma? Nimeanza. So nilitaka kufanya mass communication. Yeah. Na nikajipata kwa vitu zingine. Yeah. Sasa venye nilitaka kufanya course sikuhitimu, nikashindwa na maisha, nikawa nang'ang'ana. Ndio nikaanza content. Venye nilianza content, nikaenda kuishi kwa ngoli yangu tena wapi? Eldoret. Je, nyumbani sasa kulikuwa hostile tena bwana. Hakukaliki bwana, wazazi wanakusupport, kijiji kimekataa. Ukienda kwa boma ya mtu umeona hapa naweza fanyia nini skit vizuri, unapenda hapa nakwambia anakumwema okota. Naleta Usha tabia hapa sana. Karibu nikufe bwana. Karibu nikufe. Tuambie. Karibu mimi kukufa ni pressure ama hata mpaka nikaanza ku feel like watu wananiona aje. I'm very sorry to say this. Wazazi wako mashinani, actually they don't support talent. Unasema kule mashinani, but pia we don't blame them. Exposure. Tuna build for education. Sometimes hata mimi napotoka, they never believe in media. They never believe in what I'm doing right now. But today, kila mtu anataka mimi ndo mfano. Because venye tunaongea, mimi ndo mfano. Msome muwe kama kuweni kama mtoto fulani. Yes. Like mimi sasa nyumbani ni mentor, nikienda nyumbani mimi naitwa na waongelesha. Exactly. Yeah. Sasa hizi venye mimi nakwambia hivi sasa hizi wale tena wanasema si utembee na mtoto wetu. Tunaona pia anaweza act. Mshike mkono wewe ni easy. Wewe walikuwa wananiambia maneno mbaya mbaya sasa hivi. Papa, mtembelea na mtoto wangu akipia anaweza act. Kashike mkono. Wanachukulia kama lazima wasaidie. Ni lazima wasaidie. Unang'ang'ana. Umeng'ang'ana. Mimi nianza bana na simu ya mkopa bro. Unalipa rent bwana, unatakana ulipe hiyo simu 70 bob. Usipolipa simu hakuna content. Au ongei. Na leo umefanya content watu wanahitaji kesho. Kesho yake simu imezima. You cannot do that. Si unaona? Tunang'ang'ana bro. Sasa umeng'ang'ana umetoka hapo hivyo. Lakini mtu ukimwambia na leo programu yangu ilikuwa free sasa niletee mtoto kesho. Anaona bwana sasa nyako yeta squeeze ameringa. Hiyo kitu ya squeeze ameringa ina bo. I think si hata kuringa watu binadamu change. Wa leo, Maiwa na Bure wa leo, kesho atakuwa same. Mind ina change. I think wale usiforget kwamba pia we grow day by day. Time by time tuna grow na the more tuna interact, we learn new things. We try those new things called those things. Huyo maisha hiyo unajua ishi home. Sasa hii maisha yako tao. Akienda home ni different after town. So I think I don't blame them. Nafatu waelewe. Lakini pia watu waelewe. Watu waelewe ndio tuwaelewe. They never understand. Mimi umesema ati huyu Maiwa na Bure anaringa. Si ndio? Aringi. Wacha nikwambie kwa nini wanasema hivyo. Kuna kitu inaitwa pride. Umeona? Na watu wana confuse pride na ego. Na get. Mzazi wako ako proud of you ama yuko proud of you? Mzazi wako ako proud of you. Yes. Mbona usikwe proud of yourself? Can you imagine? You're living a dream. Si ndio? So pride si mbaya na lingana umeiembesaje.
Lakini sasa ego umefika hapo sasa uko like mimi naniambia nini mimi Madharau, ndio sasa inakudiminish. No, inazima nyota yako tunasema hivyo sahihi. Lakini tunaangalia pride si kitu mbaya. Bana eto umehashaka tu gari sasa unaenda village. Juu utaki tu acha tu pia mimi niende kwa tuna gari. Nimetamani nyingi kuenda. Acha tu nihaishe tu gari. Sasa unaenda kuonyesha mama tuko na gari. Unataka kulifanya shopping, upeleke mama kwa gari. Kwa gari. Kati ametuonyesha sasa. Sikiza tembei sasa atusalimii. Sikiza atusalimii. The funny thing in life ni principle. Na bejumisha watu wanakuwa confused principle and ego. Principle unajitambua mwenyewe. Una work na purpose. Una work na purpose. Na goals na self driven. But ego ni kiburi ya kubabu. Kiburi mbaya sana. Mimi na kiburi sinanga bana. Lakini hii kitu bana imefanya pia mamangu village bwana. Haiwezi kosa kitu aombe. Ako na pressure bana. Na hiyo pia inanipea pressure bro. But ni poa inafanya una work hard with your mom proud. Mamangu haiziomba mtu chumvi. That is. Haiziomba akaomba kiberi. So watu wanaumia ni your family, not even you. Yes. Your mother and your brothers ndio wasema si nawe niwesi bana. Hata wasema alifu mtandao kadrenda. Trenda wasa. Kake sisi na anasema magari. Kake sisi governor kake sisi dano wa nyama. Hata brother yake akipata mtu bana wanasalimia bana ni baie ngezi hapo ya 20 bwana kwamba wewe una enjoy bana sema kuna maiwa na bwile bana hizo pigeta maiwa na bila hata spoil hiyo spoil hapa I think tunapitia lot sometimes kuna kibanda na shipigwa picha na bro hapo ile sio nakula chapo madondo is like no si tuko unajua ukiwa celebrity ama ukiwa kwa limelight wewe mwenyewe ujichuaje but people see you na they expect a lot from you. So isikusumbue. Wewe acha kupressure wakati make your mother proud of your family na kwa fit. Bana tunangangana tu ku make mother tu kwetu fit tu. Si unaona? Sisi tuko nayo. Lakini unangangana unaenda shop bana na kupiga 10,000 lazima ubalance. Rent nilipe. Lazima ni save. Mamangu ako nyumbani. Brother yangu ako na mtoto amefukuzwa shule, kitabu hana, umnunulie kitabu. Na wale makazi ni wakazi, uko inakujanga ukihiji. Na watu kwa wapi? Sasa watu ndio wamekuja bana. Shangazi. Tunajua mimi nilikuwa kwa mdogo. Let me tell you something now. Mmekuja vizuri. Nimekwambia nikikuwa Nairobi nilingangana. Bana I went through hell. Nilingangana bro nikakonda. But believe me not. Venye nimekuja nyumbani. Ndio kuna auntie yangu ana own residence Nairobi. Amehaisha watu manyumba ako na estate. Mzuri sana from maternal side. Sita mama yangu. Isli bwana kubwa. Si unaona? Ako na manyumba bana. Sasa anakuja kwa matanga ya baba yangu na anasema ukuje unitembelee kwangu hata naweza kupea nyumba. Auntie ulikuwa Nairobi kuanzia lini? Time. Hauhitaji usaidizi wake. Mpaka yani hata nikasema tu so nikiambia mamangu story anaona huyo anamwambia like aje na mamangu pia alikuwa anajua kuna manyumba tunaona but sasa hao aunti zetu pia wasipendi kusaidia madada watoto wa madada zao hata si kwenu tu hata where we come from unapata our uncle the aunt the same aunt unasema okay not all si wote ni mbaya my cousins wakahama plot nyingine because of me juu nilikuwa natoka huko kwangu sina food na sasa naona kuuzo wako hapa bana naenda kwao mimi nimefurahi kuuzo niaje unaingia unakula unakula chakula yote naenda tu nikule na nirudi nifanye nini nilala sasa tunakula kubahatisha unakula kushiba but mimi sinanga appetite nini nakula hata hapo nyuma mimi mama yangu alikuwa ananipiga tu nikule hata nikikuwa tu hivi high school sikuwa na hiyo tamaa sana. Unaweza kuwa hauna hiyo tamaa. Lakini kwao. Uninjai imemleta huyu. Walipigia mamao simu, aenda kataze mamangu nisisumbue watoto wao. Na anaweza kuambia tu hapo direct, bana naona sisi tunapiki na hivyo. Bana. Mimi naona mamangu ananipigia simu bwana. Si utoke hapo, ni unaenda kuona mamaka anakuja kunigombanisha hapa tunawasumbua. Si unaona? Haikutosha. They came mimi maiwa na vile huyu. Mimi babangu alikufa bro.
babangu aling'ang'ana, aligonjeka. Alianza kugonjeka kitambo sana. Alikuwa na shida ya lungs, juu alikuwa anakunywa pombe, plus kazi alikuwa anafanya ndio sisi tukule. Alikuwa anachoma makaa, analimia watu. So aling'ang'ana, mambo kwa tumbo zilisha, alikuwa anakunywa pombe na sigara ikachoma. Babangu aling'ang'ana, si ndio tulijua venye baba yetu aliugua. Si unaona? Madaktari walijua venye baba aliugua. Si unaona? Tukang'ang'ana na yeye bana. Father venye alidai. Na Jumayo na bila alikuwa na cafe fulani. Watu walikuja matanga babangu wengi. So you remember? The same cousin mwenye alinihelp Nairobi alihama because of me. Anakuja anasema I killed my dad. Niko Illuminati. Tulitoa sacrifice. Nilitoa sacrifice bwana. Walisema you killed your dad. Can you imagine? Niliua babangu. Eti mimi niko Illuminati bro. Hiyo kitu iliniuma. After tu kuzika babangu hivi bwana. Kumbe wanaongelanga tu huyu ametoka ako Illuminati. Wana watu wote. Sasa wanaongelea kando kando. Wana watu wote. Hii ni Illuminati. Unajua chopa ililandi kwa matanga babangu. Nani angekuja kwa matanga ya sikuku? Magari zilikuja kubwa kubwa. Wanakuja tu kusaidia Maiwa na Bwile. Watu wengi walijitolea kusaidia Maiwa na Bwile. Si unaona? Matanga baba yake. Na watu walikuwa wanakuja usi babangu akigonjeka. Baba aligonjeka sana. Mpaka sisi wenyewe tukasema mzae bwana. Wacha tu wapumzike. Si unaona? Bali tumetoa Illuminati. Sasa sisi mimi kama Maiwa na Bwile juu nimeona mambo ya mtandao, at least nimekuwa civilized kidogo. Si unaona? Nilisema nifanyie babangu candle lighting. Na unajua ni village venye nitafanya candle lighting ya mzae, watu walikuja wengi. Hiyo siku ya candle lighting nikauza mishumaa nini na ilikuwa watu wa black, watu wakakuja. The same cousin sasa eti ninajikinga kwa hiyo candle lighting. Primitive, na naishi Nairobi, primitivity gani ama ni ugutu tu rombaya? Ni roho mbaya ya shetani. Iwafikie pia. Not only your cousin. Sijata So many people wanaongea vibaya about people. When success inaingia tunafeel umse yako Illuminati. That is bullshit. Lakini the most painful part of it, my cousin bro, mwenye anajua venye nimeng'ang'ana bwana. Yaani like wanataka tu ung'ang'ane. Eti niko Illuminati. I cried. Nikamwambia mamangu akasema anaenda kumfesa. I was like mom no. Wacha tu. Wachana tu nayo. Si unaona? Na hata mimi sikubother ati nimpigie simu nimuulize. What for that bullshit? Juu siwezi huwa babangu bwana. Mimi nilikuwa natamani babangu aishi, enjoy. Haone matokeo yake. Juu aling'ang'ana, babangu alichoma makaa bro. Kuna siku babangu amebeba gunia ya makaa. Moto ikawaka juu. Alibebekiwa moto. Moto ikawaka juu. Yeye ajui Lakini moto na moto. Sasa watu ndio walimwambia, moto nini? Babangu alikojoa kwa gunia ya makaa bwana izime. Nadi arrest. Hizo mambo budangu alipitia bwana. Watu wanakuja kuambia babaka alikojoa kwa makaa kwa barabara. And I don't know why watu wengi wanaona negativity. Bana. Sasa mzee unaona vitu kama hizo bwana, tena umtoe sacrifice. Bana. Na amepambana. Na mimi nilikuwa nasema babangu I put a smile on my father's face. But then mimi nilikuwa napenda baba other than my mom. Hata akisikia hivi na ni ukweli. Why? Mama yetu unajua alifika mahali akatutoroka kwa sababu ya poverty. Dada So unaona? Alitoroka because of poverty bwana. Juma mangu penye anatoka kwa Mangol, ni watu wanajiweza bro. Sema kwambia ako na sister yako kuna maisha Nairobi. Nasema mtoto wa kitajiri amependa mtoto maskini. Sasa akituacha, aliniacha mimi kuendelea. But mtoto ananifuata na mwingine alienda na wao. Huko hivyo. Bwana ning'ang'ana na father bwana. Anti sasa madada babangu wakakuja wakamletea bibi by force. Aoe. Babangu unajua alikataa. Babangu alichukia wanawake. I'm very sorry to say so. Aliwachukia. So unaona, juu alisema kama mwenye nimezaa na yeye watoto amenitoroka. What about huyu mwenye sijazaa na yeye? Alifight na sisi tu baba tu tulilelewa tu na yeye. Mpaka watu wanakuja kuomba baba tu waishi na sisi. Kuna madam mwingine hapa akakuja akanichukua, Madam Ruth Milimo. Unaona, wa familia ya Haoya. Wakanichukua waishi na mimi bro.
Nikaishiishi huko hivyo, like primary yote ni those primary kama mamangu hayuko. Primary yote mamangu hakukua. So nilikuwa tuna babangu tu, ukitoka tu shule nakimbia tunaenda nione babangu na tutu kwa huyo madam, juu ni karibu tu. Tunaona bana fadhali yangaika bana. Sasa mimi nilitaka tu kufanya babangu tu asmile bwana. Na pia yeye alikuwa ananipenda tu, nikitoka bana anasema niletee watermelon. Babangu alikuwa anapenda watermelon. Niletee hiyo matunda bwana. Sasa mimi nilikuwa namletea hiyo kitu bwana. Wana kama nilimtoa sacrifice. Wamesikia. Sababu tunarudi pale kwa why. Ulikuwa na ndoto kwa mtangazaji. Yes. Ukajipata aje kwa content creation? Like nilikuwa nataka kuwa mtangazaji na kitu nilifanya niende kwa content creation, like I said, nilikuwa nafanya drama shule na nikaipenda. Now that nilikuwa nimepromise brother yangu nitaenda kufanya mass na nikafail, so unaona, na sikutaka kumdisappoint. Na nilikuwa weak, my body is weak, sizifanya kazi ngumu, so unaona. Na nikasema Sam, what can you do? What can I do? Nikajipeleka kwa kone juu mdomo hapa najiweza bwana. Eti wameka 1 2 3 mic roll, nini camera rolling. Naweza ongea kidogo. Si unaona? So nikaenda hapo hivyo na tena mtu alimotivate sana, alikuwa mbona mmoja nilisikia eti alifanya sijui medicine na sasa anafanya kwa radio. Sasa nikasema kumbe bado hii inaweza nipeleka kwa radio. Kufanya hivi. Mimi nilikuwa napenda tu masina. Still bado unaweza kuja kwa media. Still. Sasa hiyo ndio ilinifanya, hiyo ndoto yangu bana, nikishika kwa tu microphone ni tu ya media hivi kwa radio. Unatembea na mshamba. Unatembea na bosi wangu. I'll be happy. Talk to him. Hiyo tu my dream. Itafika. Na one day itajibu. Kuna mtu ana kampuni ya media pale na radio na TV. Mwai anaongea hiyo ndio shauri. Oriawe na malo nende company ya radio na TV. Uko hapo kuna kampuni ya radio ama televisheni. Mai wana vile hapo hapa hivi. Hapo ready kuwaka na hizo company. Reach me out. We can work together. Kama kawaida team why I did please. Why I did information. One last question bana Maiwa na Bwile. Yes. Tumeongelea trending issues, tumeangalia social life, tumeangalia professional life. Mtu alituambia ama ukusema? Nilisema mliniuliza kwanza. Saa hizi kuna habari kwamba na date mzungu. Tuambie. Ndio hapa mzungu. Ako na tabia ya kizungu. Tabia ndio ya kizungu. Lakini Mwafrika. Bas. Sawa, mimi nilikuwa nataka kuuliza hivi. Kulingana na the content creation yenye unafanya. Sasa ushagundua kwenye umeblow. Ushajua the kind of content your audience wanataka kusikiza, sio? Ushaelewa na umetry, umeona ina work, ukipost inaenda, sio? Yes. So my question comes, how can we transform ama how can we tunabadilisha hiyo content into money? Converting your talent into money, ama conversion of your talent in your content. You are trending right now, right? Yes. We need your pockets to trend. How do we do that? Kitu nikipata. So now I fight for hizo nikipata maybe adverts. So unaona, I think that's how I can change my audience into money. So now okay, content kivyake is not making money then. It cannot, and it will never. So you have to attach to. Yes. Sasa ndo tunakuja kwa point yenyewe, you have to understand the corporate one. Corporate wanataka nini? Na wanataka ukueaje ndio work na wao. Nini corporate wanataka ndio work na wao. Content safi tu. Na venyewe mwenyewe unajibeba tabia. Unaona? Do you know kuna watu kunje wako na subscribers wengi sana, followers wengi, bali hawapati contract. Hata kuna instance yenye there's a guy akona follow nyingi kwa social media, Facebook, hiyo TikTok. Ni msanii. Tukamtengezea show hiyo. Nilimtengezea show. Nadhani ilikuwa ni mimi na Ami na yeye. Yes. Na kuna jamaa anaga hata social media. Jamaa alitujazia Jaza watu mbaya. Yes. You see the difference. The organic and inorganic. Kuna ile organic. Alafu okay, the content yenye una interact na kama ulikwambia content yako si ati ni Wakenya pekee wana interact nayo. Kuna watu kutoka Sweden, kuna watu kutoka Dubai, Arab, kila mtu ana interact na hiyo content, right? So unapata for example the guy mwenye tulimuita content yake haijulikani Kenya sana, unaona? Na tena si ile content yenyewe
inataka hands on, inataka tu kama wewe umekuwa character nini, yeye mwenyewe ana make tu some funny skits nini, unaona. So the content is nice. The interaction on his page wonderful. Fiti sana. Na sasa umwambia sasa, okay, tuko na show hapa, Tunavaa sasa. watu wa 10 hata si wengi. Unapata tayari. Na Mashida. I think pia event organizer wanafanya nini kitu. Social media na work different sana. Not all social media influencers wanaweza kupea numbers on ground. Like mimi vile mimi nimeona yeye atakupea numbers. But other people wako fiti, wako na hiyo hype. But ukiwaleta ground mambo tofauti. Tumejaribu mambo. So nowadays tunaangalia content yako, like mimi event organizer, I'm event organizer and others. Atundagi na hizo. Atuende ya Na numbers ya yuko na following 100 million watu. Hata sisi tumejajaruka siku hizi Mimi nataka unakuja event, tumekuita we have an event kwa jina Gita Juba Paint. Tumeleta wasanii wengi. But tumekuja kwa point yenye tumelan ndio ukuje. Ukianza kutuza sasa okay nakuja event mtanipea ngapi? And what can you bring to the board? Exactly. Unajua sina kuulizaje? Unaleta Unanita tu. mimi naweza kupata 100k. Takupea 100,000 kama unanitia watu 100 na wanunue ticket Sasa ya hiyo ni 1,000. Yes. Tumeleta 100,000. Hapo tunaweza ongea 100,000 tu. Condition. Jitafute pesa yenye Tafuta mdalipwa. pesa ndio ukuje. So wasanii wajuangi hiyo. Wajuangi kwamba tunakulipa kulingana na watu utawaleta. Pesa yako inatoka hapo. Commission Ile inakujanga tu your relation na audience yako. Yeah. Unaona? Kama msanii, well, how do you respond to your audience? So unaona? Siwezi kuwa mimi lakini nisema matusi hapo na mimi natusi back. Na ni fan wako. Na ni fan wako. I need that person. Remember? Hata kama amenitusi, I still need him. So unaona? Wewe nitusi, mimi nikukombeleze ndo kesho tena bado usiende. Bora tukaanza kutusiana hapa atakuwa unfollow na naenda. Na wangapi walikuwa wanaona hapo. Lazima sasa nini anafanya hivi anatoka. Umeona? Mtu amekuja kuna content unampea bullshit. Hata watch. Na ukikuwa tu mzuri, like kuna mimi watu wengine wananifaidia my followers. Mtu anakuja na kutusi, like mimi I give you content, comment section na chama fans wako na how. Wewe ushafanya party yako. Party yako umemaliza. Thank you. So now Hapo ndio muongea vizuri. Alafu mimi kuna historia tuongelea about fans wa Gap na uliwataja. Nasikia content creators wengi matumia wasema tunakula pesa yao sana. Kweli kukula aje pesa? Nani akulangi pesa kama amepewa? Wana invest kwenu sana juu. Mimi kuna wenye walicomplain kwamba sio walisaidia nani. Okay. Mnawatapeli. Niulize. Kuwatapeli. Inakuja in what terms? Ulimsaidia ukiexpect return. Was there an argument and you expected a return? I think wengi wanajua wanataka. I don't know return yao. Wewe umetap TikTok umependa Simba umependa nini alafu na kusema initial exchange number with content creators. Then I can explain ladies and gentlemen. Sema naona. Hapa inakuja. Huyo mtana ananungunika tu huyo. Nowadays hata atukatii madem. They come for us. So naona. My friend na niko na pressure huku nje survive vizuri kama msanii. Na nimepata dem mwenye amesema ukinikubali I will do this for you. I'll go for it. Whether you like it or not. I will go for it. Kesi imeisha. You wanted. Well, kitu ulitaka tu mimi to say yes. Yes at 3 letters word. So now, yes. Mpaka mwingine anakuja unamwambia bana niko na dem, anakuambia no problem. Sitaki dem wako. Nataka wewe. Bro. Ni sawa. Na umwambie nipigie hii time. Usinipigie hii. They are very good, they keep time. Una moja. Watakol. Maelezo mazuri sana. Nina maelezo mazuri sana. Are you a victim? No, I'm not a victim, but niko na marafiki wananiambia ukipata hivi do this. Sema mtoto akija mpoke jinga. Mimi nilikuwa na mmoja mzuri na pia mimi ni mzuri kwake. Si kutoroka. Wengine wamewatoroka airport. Mtu ana land aone mzee wake kwa online. So pia madem dada zetu wa Kogalfa please.
Umeenda kutafuta, umeenda kwa waso. Yule Mwarabu akutambui. Don't confuse investment na tips. Na tips. Umepeana tip. Hujapeana investment. Honestly speaking, hata nipate tu wa 10, nitaingia box yao wote. Na watume kakitu. Na watume. Red flag. Red flag. Wacha tuseme ukweli bro. Wacha tuseme tu ukweli. Juu kwanza umemweleza vizuri. Namwambia bana, hiyo kazi unang'ang'ana bana. Uko short nipa 30 Gs. Tunaona? Nakwambia hiyo ni nini? Acha ni mimi. Unajua kwanza wanapanga na maringo. Wanapanga na maringo. Hii ni nini? Nasema mademo gapi na maringo. Nakwambia hiyo ni nini? Sisi tunapata what real. Ukisikia kwa tu real. MC Rigan Dosi wa MIC kwa DM. Basi wamechanuka. Wamechanuka. Simewaibia ndio wamechanuka. Hapana, hata si kuaibia bro. Hiyo msiseme kuaibiwa. Kutumia jina mzuri. Wacha tulie. Hao ndio wanasema hivyo. Walisema mnawaibia. Sisi tuseme aje? Umemuibia na amekutumia M-Pesa. Hujamuibia, hujamnyonga. Kwani amenipa simu yake nikajitumia. Na ako huko. Unajua kesi mob ni ngori. Unaweza advice nini wasichana? Before our advice, tunapata kesi mob za girls ni ngori juu. Aizi report. Aizi. Umeona? Watamwambia ukikuja Kenya, visit your nearest police station. Kakangu, na wako kwa 3 years kakangu. 3 years ndio utakuja kudai. Na akikuja adai atakufunga aje? Hata akikuja kukudai atakufunga. Alikutumia kama. Sio unaona amekutumia. Ni M-Pesa bwana. Okay, alikutumia kama. Hujamuibia. Hujamuibia. Sawa. Mmekubaliana. When you do this, I do this. Yeah. So unaona? Sasa hujaibia mtu yeyote. Advice them. Advice. Wape mashauri. My girls. Ni mafans wetu bado tunawapenda. Lakini bana kama umeenda huko, unajua kitu ilikupeleka huko. Unataka kuchange your life. So unaona? Mamaka kwa nyumbani umemwachia mtoto. Juu most of them wako na watoto. Umeacha mtoto wako nyumbani. Tafutia mtoto wako. Hiyo pesa ya kutumia mwanaume katiza. Tumia mama yako alee mtoto wako. Tumia mama yako anunue ng'ombe, ukitoka huko ukunywe maziwa, mtoto wako akunywe maziwa. Tumia mama yako pesa anunue shamba. It's the only mother who cannot forsake the child. So unaona? Lakini hata brother yako anaweza nini kugeuka. Kwa nini wangapi? Wamekuwa majua na tuma pesa wajenge magorofa wakifika na shangaa. Wanashangaa. Mimi zangu akinitumia pesa nijenge nitaweka kwa jina langu. Akija. Hii ni mali yangu bwana. Nitakupea mlango mmoja uishi hapo. So unaona? So jua kitu kilikupeleka huko, ukitoka huko bana maisha yako iko imechange. But tunawapenda sana. Na sijasema msitumie mawe na vile kakitu, nipe kakitu. Tap kitu bwana. Nikitap nitumie lion. Hiyo ni support nataka. Tunaona? Lakini kula nini save. Usitume wale wanakuja wametuma pesa hawana chochote, akianguka airport hakuna hata fare kumpeleka nyumbani. Why alitumia mwanaume pesa? Mwanaume mwenye hajawahi ona kwa social media tu. Hata tumia baba mwenye alikuzalisha mtoto bwana. Amesema. Umesema ndio na maana sana. Naona producer director cameraman anasema tukate, lakini labda one last question kwa hiyo story na uchawi katika industry. Mimi tuambie mambo na uchawi. Nasikia mnaenda nakesha kwa mababu sana nyiko. Kwanza Bungoma. Hata wamewekewa nyota mahali. Nyinyi acha tuseme tabia. Hata mnazungumza nyinyi wenyewe. Tunaona matata 24 akiongea juzi kwamba kuna mtu anamwendea kwa waganga ama anamwendea kwa wachawi kuiba nyota yake. Amezungumza hata jana ameandika na Steve pia aliposta akasema kwamba Steve K, kuna mtu ambaye anatishia kijana yetu Matata na anamtishia kwa njia za uchawi. Matata pia mwenyewe ameconfirm ukienda kwa posti zake na Rich pia alizungumza. Ni kweli kwamba nyinyi mnashika kwa mababu, nyinyi ndio tena kutoka Bungoma. Na nini kinawapeleka kwa mababu? Mimi I don't. Babu najua ni Mungu wangu. Okay, tuseme wachawi, waganga. Mganga. Bwana, hakuna mganga hatari kama Mungu. Acha tuseme daktari. Mimi mwenyewe Sam, maiwana vile. Labda natumia sina pesa ya kupeleka kwa mganga ni kuchao wewe ukose kufanya content. Nitachukua hizo pesa hata kununua ng'ombe huko village. Hizi vitu nini? Umesikia kuna wazee umesikia hizo story? Nilisikia mwingine akaniuliza tunasikia mnataka kuroga watu kama mnarogana sana huko. Nikamwambia nani huyu anaroga watu? Ama pia mimi nimerogewa na sijui. Ama nimerogwa na sijui. But siko sure. But me I think mimi na vile kuchawi hupata katika vitabu vitakatifu.
Uchawi upo. Na tunajua solution ya uchawi ni Mwenyezi Mungu. Na kila goti lipigwa mbele ya Mungu na chozi litiririke kwa haki na kweli, Mungu hawezi kuacha. Mimi bana, mama yangu bana ni prayer warrior village. Mimi namwambia mama, mimi huenda nisiombe, wewe niombee. Unaona? Mimi labda nimetoka hapo bana, nimechoka hivi, naenda na kilala hivi, nimelala, nimesahau kuomba. Naambia mama yangu niombee. Maombi ya mama. Yes. Sunday nimpe sadaka mam, peleka sadaka church na uiombee. Si unaona? Atatuombea. Na mambo yetu itaenda vizuri. Hata wanaokuchawi wataanza kusema wewe ndio mchawi mwenyewe. Juu mambo haiendi, wakikuroga Karibu inarudi inarudi kwa. Unaona? Ati mchawi taka kuroga isipoenda anapita mchawi. Anapita mchawi sasa. Anaenda kwa kioo hivi na anajiona mwenyewe. Anashanga naishi Tumalize kipindi. Shaki kipindi hizi. Anyway, Maina Bwire, Yes. maybe you can give your parting shot na upeane handles zako za mtandao. Yes. Watu watakupata aje? And before that wakumbushe tuko wapi the sponsor. Talk about the sponsor. Oh, we talk about the sponsors pia. Tuko Ambos Villa. Ambos Villa iko hapa Amos Bungoma. Villa. Iko Bungoma hapa. Hapa tutahitaji na pombo tano. Pombo tano, around pombo tano. Kifika tu around hizo area tu. Blue Waves. Blue Waves opposite. Pombo Ukiteremka tano. chini pombo tano, you come to Ambos Villa. A very serene place. Unaweza piga your Very amazing Airbnb. yeah, kuna B&Bs kidogo nianze na mambo na podcast nimekumbuka wageni huko. But anyway utapata a very serene place kwenye unaweza kuwa accommodated. Airbnbs same accommodation in general, unataka safe space for your office work, this is the place to be. Ambos Villa kama nimewaambia. Pia tuko na Wood Garden. Wood Garden. Tuko na The Bosses. The Bosses Lounge. Tuko na Kivuli. Kivuli Resort. Tuko na Dosi Foundation. Dosi Foundation. Tuko na Wamukota Foundation. Aha. Tuko na Army Designs. Aha. Shaggy Genius. Kampuni ni kubwa. Then tuna gani? Maiwa na Bwile pia. Maiwa na Bwile ni brand. Maiwa na Bwile Foundation. But jana I'm so happy for Maiwa na Bwile. Nilimshtua tu. Very humble guy. Very humble. Ningependa sana wasanii pia waige kwa Maiwa na Bwile. Juu huyu jamaa tumemsumbua, amekuwa shock immediately. Tunasema tu wazee. Nasikia nyinyi wazuri, mmeningoja bwana. Nasema asante. Mmeningoja. Si rahisi. Kuna wengi tunawaita wamekuwa wanatusumbua. But pia tunaomba wale wengi ambao wanatusumbua, please kama support. Kuja upeane story yako. Mai najua kuna change life ya watu wengi pale village. Kuna watu wana believe kama uko village you can make it. Success iko kila mahali. You can make it anywhere. Any place. Just believe in yourself and pray. Weka Mungu mbele. Pray. Tumalize hapo. Kama kuna anything else to say? Kama kuna any upcoming event. Hakuna event. Nimemaliza leo yenye nilikuwa nayo, nimetoka road show. Sasa venye niko hivi naenda nipumzike. But what I can say is, ladies and gentlemen, wenye mko hapo labda you follow Maiwa na Bwile, kindly go to my social media platforms. All social media platforms unapata Maiwa na Bwile. Utapata hili vazi. Follow, subscribe, watch vitu zangu bana, share. Na ukikuwa na event bwana niite. Ukikuwa na advert ita Maiwa na Bwile, nitakufanyia advert. Sendine the manager wale cha kunani hata. Hakuna manager atakusumbua, tuta negotiate. Na tusikizane na tufanye kazi safi na mambo itajipa. Wape namba labda mtu anataka kuita kwa event for advert ama email, ndio namba zinasumbua. Unasikia da anasumbua. Na nayo kidogo inasumbua. labda email ama kubadilisha wakuje DM zako. DM tu wa DM Facebook, TikTok, Instagram Maiwa na Bwile, unaweza DM tuongee business. Sawa. Yes. Alafu pia wakumbushe, ambia watu wa subscribe kwa Why I Did. Subscribe to Why I Did podcast. Piga kengele. Piga share. Comment. Na mtuambie mnataka nani on the next edition. Mnataka nani? Episode on Why I Did. Shamaliza. We call it a day. Asante. Yeah. Thank you man for having me here. Nashukuru pia. Asante our team pia. Our team behind the scenes tunawashukuru sana. Nafatu wataji pia. Nafatu wataje bana wape credit zao kwa. Shadi.
producer mwenyewe. Tuko na Dante, our editor, our new editor camera person wetu pia. Lucy Vega, Click Factory series, Click Factory, big up sana. Tuna Hilarious pia anafanya kazi fiti na tuko wengi sana hapa, tuko na big team. Leo tumekuja tu, we are 5 I think. Tulikuwa 6. Lucy amepata emergency ameongea. But tunasema asante sana, isemi Mungu awabariki. Keep watching, keep watufuate. Tutakuwa ni poa. Itakuwa amazing sana. Ama vipi? Thank you. See you next time.